Ukianza hapa sehemu ya username unaingiza ile UDSM email, lakini ile the at part kuanzia at sijui nini dot nini unaachana nayo, unaingiza kwa ufupi kama hivi. Then utaingiza hii captcha. Ukishaingiza hii captcha utasend. Ukisend email ambayo ulijiregister ulivyokuwa unafanya admission, ndo recovery email itatumwa huko. Na nimeona hapa notification imekuja. Ikisha kuja utaiona hapa imeandikwa no reply email. Hii ni email ambayo ulifanyia admission na ambayo imesajiliwa Aris. Kwa ukifika kwenye hii uta reset your password. Ukisha click hapa itakurudisha hapa, atasema reset your UDSM account password. Sawa? Ikisha kuleta hapa ile username kama kawaida ulishaingiza, lakini hapa unaingiza new password. New password reminder ni kwamba umeona hii Francis Mgaza, password yako haitakiwi contain chochote ambacho kiko kwenye hii username. Mimi nikiandika Francis labda 2022 itanikatalia. Kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho kiko kwenye password hakitakiwi kuwepo kwenye username. It's easy to guess. Sawa? Kwa hiyo unatafuta password nyingine ambayo haihusiani kabisa na hii username. So baada ya kuingiza username na kuweka hizi password uliyoweka hapa juu kwenye new password na confirm password, inabidi kiwe kitu kimoja, then send. Ukisha send, then wamesema hapa your password was changed. Sawa, na kumbuka kabisa kwamba password it should contain vitu vyote vya msingi. Lazima iwe na upper case letter, lazima iwe na lower case letter, lazima iwe na special character na iwe na namba. Kwa hiyo kwa mfano, ninaweza nikasema Emmanuel, hii nikaiweka herufi kubwa, then nikaweka at 2023 or whatever utakavyoona. Lakini angalia password yako isiwe easy to guess, lakini iwe kwenye hizo category. Then baada ya hapo tunaenda moja kwa moja kwenye LMS. LMS iko hapa. Tunaenda tuna search, unaweza ukasearch tu Google LMS UDSM. Ukisha search unaangalia kuna hii hapa, hakikisha haikuleti hivi moja kwa moja, this is not the correct one. Tunaenda ku attempt nyingine. Tukija hapa, hii ndo sahihi. Ukikuta inakuletea hivi ndo sahihi. Kwa hiyo kutoka hapa then wewe ndo unaingia login UDSM hivyo, then takuletea hivi hapa juu. Utaingiza ile username ambayo ulijaza kule wakati una activate. Okay, baada ya kuingiza hizi credentials, password na username, then utasign in. Ukisha sign in itakupeleka moja kwa moja kwenye LMS. Kwenye LMS hizi details za juu zinakuwa ziko completed tayari, na unaweza ukaongezea pia select your country and stuff, lakini sehemu ya muhimu sana ni hapa chini kwenye other fields ambavyo utaweka hizo tarehe pamoja na unit. Unit ni college ambayo upo.